kipindi Daladala na mada pili inaanza sasa. Bibi, mada pili ni ipi na iko? Sasa hivi tunazungumzia kitu kidogo katika mahospitali yetu. Je, haya mambo yapo au tunayasikia tu? Kazi kwenu wa Tanzania. Bibi, kitu kidogo unamaanisha nini? Kitu kidogo yani nikisema kitu kidogo wa Tanzania wanafahamu. Mimi nikimuuliza baba kitu kidogo ni nini? Nikisema kitu kidogo katika hospitali. Nafikiri kitu kidogo kila mtu anajua, kulingana hali ya maisha anajua ni pesa. Pesa, of course lazima utoe hela kidogo. Pesa au rushwa? Rushwa, okay. Kuna ripoti ya uchunguzi wa huduma hospitali ambayo imefanywa ikatolewa baada ya wananchi kulalamika sana kwamba hospitali za serikali, huduma zetu za afya, hospitali itolewe vizuri. Na kuna vitu vingi vimeguswa hapa, lakini sitavisoma vyote kwa sababu nataka maoni yatoke kwenu kabla tujayajua. Lakini kuna mambo ya rushwa kutolewa, wagonjwa kufariki kabla kupata huduma, kukithiri kwa rushwa hospitali. Kabati ripoti ndefu sana imeishika hapa, lugha mbaya kwa waganga na kadhalika na kadhalika. Sitaki kumaliza mambo yote. Hali ya huduma hospitalini dada unavyoenda, unapokelewa vipi? Ikoje? Nzuri. Nzuri Kitu ambacho naweza kusema hali inatisha kweli, inasikitisha. Yani pale unapoenda kwanza kumuona daktari, unaweza kaenda asubuhi pale ukakaa mpaka saa 7 hujachukua cheti chako kwenda kwa daktari. Kwa ajili ya foleni. Kwanza foleni, and then wale manesi hawajari ile professional yao kwamba sisi tuna wajibu wa kufanya nini. Sijui ni hali ya maisha, sielewi. Ukweli hali inatisha, huduma si sahihi, haiendi kwa wakati. Kweli tu kwa kweli, ndio maana hasa hospitali za serikali watu wengi wanazikimbia, ambapo ndipo kuna huduma nzuri, mtu anaenda private. Kuna kama vile kwenye huduma za ni vyumba vya madaktari vile ambavyo wanakaa daktari kwa ajili ya kumaliza shida zako. Kwa sababu vyumba viko 6, yani chumba kimoja tu na daktari. Kwa hiyo tegemea foleni yote ambayo iko pale ndio muisubiri mwingie kwenye chumba kile kimoja tu. Nyingine vyote havina madaktari, kwa hewa tu meza hapo tu. Lakini kwa hiyo tatizo hili lipo katika hospitali zote za serikali naona. Hapana. Ngoja. Anko anasema yeye alishahudia na ameshafanyiwa. Unaweza kututajia kama hospitali gani? Hospitali moja hapo ambayo ilishashuhudia tatizo kama hilo ni Amana, na hospitali moja ndio Kisiwa. Okay, we'll edit that. Mimi naomba niseme kwamba kuna hospitali kama Muhimbili. Nani ameenda Muhimbili jamani? Au Moi? Au ndio hiyo Moi. Muhimbili kuna vitengo, kuna hospitali ya Moi peke yake na Muhimbili peke yake. Kwa kweli huduma, nilikuwa hapo jana, nilikuwa shughulikia mambo yangu ya meno na walinihudumia vizuri na sikutoa kitu chochote. Ni labda sisi jamii yenyewe tunazoesha hiki kitu kidogo kwamba dokta nisaidie, dokta nifanyie haraka. Saa nyingine wewe mgonjwa au umeleta mgonjwa, unaona kwamba yuko katika hali mbaya, unajiuliza nifanyeje? Sina mtu naye mfahamu. Unaona labda ngoja nitangulize kitu kidogo nihudumiwe. Jamani, naomba nisaidie. Tena unapita kwa mtu wa chini, naomba nisaidie mgonjwa wangu. Lakini hiyo kitu nataka kusema, madaktari, manesi, mimi nafikiri kama ingekuwa inawezekana, wanaojua dini na kila kitu wangekuwa naapishwa. Unapokuja kupata udaktari unaapishwa, wana kiapo chao kinaitwa Orthopedic Act, oath, ambayo madaktari wote wakihitimu wanapewa kwamba mimi Daktari Kijo nitatumia vipaji vyangu na uwezo wangu kulinda. But they are not serious. Yani wanavyofanya sivyo. Kwa sababu unaweza kukuta mgonjwa mmepanga mstari hizo queue. Sasa kuna mgonjwa ambaye yuko serious. Sasa huko ndani daktari unakuta anaongea habari za jana nini, sio anaongea mambo pombe zilikuwa nini, sio, na unasikia kabisa inakera. Lakini jamani, tusio tunalalamika. Unajua naye foleni nazidi. Sasa hata wananchi wa Tanzania tuko wengi. Daktari waongezwe. Waongezwe. Madaktari waongezwe, hata wanafunzi wanaojifunza Muhimbili wakati wa field wafundishe vilivyo na wajazwe katika wawe na vyumba maalum ambavyo itakuwa inapunguza foleni. Ataelekezwa kama akishindwa kuelezea hicho kitu, si daktari yuko karibu. Na sasa hivi hospitali za serikali ukienda, kama huna ndugu pale nesi au daktari, lazima kitu kidogo kitakutoka tu. Lazima kitu kidogo kitakutoka. Kwa sababu gani? Hospitali za serikali zote sasa hivi zimekuwa hamna kitu. Na ndio maana pale Mwananyamala Makamba aliwafukuza wote pale. Na sasa hivi wanafotoa huduma nzuri, wameboresha. Aliwafukuza wote pale. Makamba pale Mwananyamala pale. Kidogo sasa hivi baada ya kufukuzwa wanaogopa. Tukiwa tunaendelea na mada, hebu tuone bwana James Gayo ana nini leo kwenye katuni.
dala nanipa, dala hindi dala nanipa. Kwa hiyo tuweze perspective zote mbili. Tunaongea sababu sisi waguzi. Wewe umehudumia watu 100 kuanzia asubuhi mpaka jioni. Anakuja mtu mwingine na masira yake ofisini, fungua wewe. Hiyo nayo haisababishi dada. Wapo wanafunzi wengi ambao wanasomea udaktari na wapo tayari ambao washamaliza udaktari. Waongezwe madaktari kama anaona kwamba yani wapo ni wachache. Lakini kuna Swahili wanasema neno quiver. Situsubiri waive. Yaani mtu ungeletewa tu dokta kwa sababu kwa mwaka wa pili kwa sababu ya demand, wakati tunasubiri waive kwa sababu udaktari miaka 5, ni maisha, ni miili ya watu hiyo. Inabidi tusubiri hata muda wenyewe watu wamalize miaka 5 ndio tuweze kuwapata. Si ndio? Wewe utakuwa tayari upasuliwe na kijana wa mwaka wa 3 Muhimbili? Sitokubali na sitojua kwa sababu nitakuwa naumwa. Sawa. Na kweli daktari hawezi kuhudumia kwa siku wagonjwa labda 100. Hiyo ndio maana nasema udaktari na udaktari nesi ni wito. Mwingine anaweza kahudumia hata wagonjwa 100, tuseme ni mfano. Na akawa mwanzo mwisho ana lugha nzuri, akutane na mlevi, akutane na mwenye lugha mbaya, atajua atamjibu vipi. Lakini kuna mwingine kichwa maji, atamwambia kama umekuja kutibiwa, kaa utibiwe. Ujaja kutibiwa, ondoka. Kumbe yule ana maumivu ya kuumwa. Kwa hiyo mwingine anajua kwamba huyu anaongea vile kwa sababu anaumwa. Ndio maana anaongea vile. Hilo daktari nao natakiwa alielewe. Kuhudumia wajinga, waliochanganyikiwa, waliofanyaji, yote akubali. Saa nyingine hata yule mgonjwa hata ile hela ya kuandikisha cheti hana. Kwa inabidi awe mkali. Kwa hiyo wawe na lugha za kuweza kuongea na wagonjwa wao. Tiba ya kitu kidogo ni nini hospitali? Suluhu kwamba watu wasio na haja ya kutoa rushwa. Kweli serikali angalia maisha ya watu. Ikidhi mahitaji, isipange mshahara in general, ipange mshahara kwa kuangalia mtu anakula milo mingapi, ana watoto wangapi, mavazi, makazi. Kitu cha namna tutatatua matatizo. Ukiweka pembeni serikali na watengeneza sera, jamii ina jukumu gani kusaidia huduma kutoka vizuri na kuwa wagonjwa vizuri? Kwa sababu kuumwa haimaanishi na wewe uongee vibaya. Jamii kwa kweli sisi wenyewe ambao tunaumwa tunaenda consult madaktari, ni kwamba ukienda pale wewe mwenyewe unaumwa, umepanga kiu yako, unaenda kwa daktari. Inabidi usiwe mkali, usiwe na lugha chafu, uhudumiwe. Lakini daktari akiwa na lugha chafu na wewe ukawa na lugha chafu, nafikiri haita nani. Itakuwa nzuri. Nafasi ya jamii kuzuia hii kitu kidogo iko wapi dada? Si tukugome, tukubali, tusitoe, tuhalalishe au tuendelee kutoa ili mradi tupate huduma nzuri? Hata ukisema ugome, unaweza ukagoma ukafa. Ukagoma huko milele. Unaweza ukagoma, alafu hata ukisema ugome, unaweza ukagoma ukafa. Na pia hata ukisema kwamba waongezee mshahara unaweza ukaongezewa na rushwa ikaendelea kuwepo vile vile.